Bwana mambo vipi? Salamu alaykum. Tuko live. Bwana mmoja tukale na mwanetu hapa tusikie. Bwana mambo vipi? Bwana fresh. Kama kawaida. Kama kawa wakati vipi? Fresh kabisa. Niambie. Kama kawa. Unaitwa nani? Naitwa Eliudi Christopher. Eliudi ni wa mtaa huu au wewe ni mgeni? Mimi mtaa Msuguni. Kita chako? Kita changu iko ndo humo. Bwana unawajua Mafundi TV? Mafundi TV nawajua. Najua kama vipi? Na unawatakuaje? Nawajua kama wanaharakati. Wanaharakati. Safi kabisa. Bwana kumbe mwanetu ni familia bwana. Bwana wewe unajihusisha na shughuli gani hapa mjini? Mimi ni fundi. Ni fundi? Ndio. Fundi wa nini? Ufundi upo aina nyingi. Mimi ni fundi rangi. Fundi rangi. Na skimu, nafunga bodi, urembo, kila kitu. Safi kabisa. Basi kumbe ni mtu sahihi Mafundi TV tuko naye. Bwana atatujuza vitu mbalimbali kadha wa kadha. Bwana wewe fundi rangi, bodi unafunga, una skimu, ni changamoto gani unakutana nayo katika kazi yako? Changamoto ni nyingi sana. Hususan ajali kazini ni changamoto kubwa mbele wakumba mafundi. Yaani ajali kazini ni kazi, ni muda wa kufikia, ni muda wote ule. Ambavyo kwa hiyo ikishatokea ajali kama kazini ni wewe kama wewe sasa. Kwa sababu unakuwa una msaada, hauna bima, hauna nini. Kwa hiyo changamoto kubwa ndio ya kwanza hiyo. Unasolve changamoto kama hizi? Ni labda nikuwa na karibu na marafiki ambao unafanya nao kazi, kwa sababu huwa sisi tuna kama group plan hivi, kama kusaidiana. Umepata changamoto na tafuta mwanao nini, unafanyaje, mnasolve hiyo swala. Namna mpango gani kuhusu bima labda au kujiwekeza katika kazi zenu? Hilo ni swala ambalo linaopana kidogo, kwa sababu swala la bima yani kama familia, si ndio? Kwa hiyo inabidi mkae mjiorganize, kama mna chama, kama mna kikundi, mnaandaa mfumo mzima. Ndio. Lakini ndio Mafundi mmekuwa mwaminiki sana. Yaani mnafanya kazi kubwa sana, lakini mmekuwa hata mtaani unasikia bwana huyu fundi kama mnadharau fulani. Unahisi changamoto ni nini? Hapana, tengua kauli, hatudharauliki sisi. Hamdharauliki? Hatudharauliki. Yaani tengua kauli. Bwana kama tunaona na hapana. Bwana huyu ni fundi, anaonekana kama vile ampewe heshima yenu fulani hivi. Yaani kwa ni heshima upande wa fundi, ni wewe mwenyewe unapokuwa unajiweka. Fundi kiwa mwaminifu kwa bosi, kiali ni heshima, hata kudirect kwa ndugu yake mwingine. Unapoona nchi inapendeza, majengo mazuri, ni fundi huyo. Kwa unavyosema tunadharaulika, usitengue kauli kidogo hapo. Lakini unahisi mnalipwa kiasi ambacho kinastahili kwa ukubwa wa kazi zenu na ubora wa kazi zenu? Upande wa kiasi siwezi kulizungumza kwa upana wake, sababu ni kazi ambayo ni era ya mkono kwa mkono. Mkono kwa mkono na gani? Kwa maana kwamba wewe utaongea na bosi, bwana hii kazi ninavyoiona nataka 300,000. Si ndio? Mtabageni, kuna watu utafanya nao kazi, mtagawana hicho kidogo, basi ndo maisha yetu sisi yalivyo Mafundi kama Mafundi. Yaani mfano leo tutakutanisha na waziri mkuu au rais, ndio utakuwa na ombi gani wewe kwake? Kwa upande wenu nyinyi kama Mafundi. Swala la hobby niseme ni la kwangu binafsi. Tunapozungumza swala la hobby, kama ingekuwa ni mtu mmoja ingekuwa sawa, lakini kusema kwamba nizungumzie Mr. fulani hobby yake ni nini, mimi tayari mimi ni fundi tayari. Kwa swala la hobby ni kitu binafsi. Kwa unaponiuliza kuhusu hobby, naweza nikashindwa kuieleza swala la hobby kwa mtu. Na je, umesema hapa umegusia neno la swala la na kikundi. Je, kikundi chenu mmekisajili au ni kiaina tu? Hapana, kimesajiliwa, kinaitwa Chama Lauta. Chama Lauta? Ndio. Chama Lauta kama naisikia. Hicho ni kikundi ambacho sisi tunaishi nacho. Mtu kapata changamoto, ndio tuko kwenye mfumo wa kupata bima kama Mafundi. Chama Lauta nishawahi kuisikia. Je, jumla ya ina wafuasi wangapi Chama Lauta au ni kama familia? Kwa sasa hivi tuko kwenye register, lakini wanachama ambao wako hai sasa hivi ni 121 ambao wako hai sasa hivi, lakini bado Mafundi wanazidi kuwa na mwitikio wa kujiunga. Unatakiwa na uwe na sifa gani au na vigezo gani ili ujiunge na Chama Lauta? Chama Lauta fundi uwe mwaminifu, kitu cha kwanza kwa sababu sifa ambayo itakufanya wewe uwe sehemu nyingine, Mafundi hao watakudirect bwana, kwa sehemu njoo tufanye kazi, si ndio? Kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kuonyesha umoja, si ndio? Kuonyesha umoja, kauli, si ndio
Yani hatuna sifa kubwa sana kwa sababu sisi hatujajigawa. Mafundi ujenzi tuko nao, wanaopaua tuko nao, mafundi rangi tuko nao, fundi modi, yani wote kila mtu tuko nao kwa sababu sekta zote za ufundi zote tuko nazo. Ndio. Hamna uongozi. Na tuna uongozi. Kila kitu kinaenda sawa. Kila kitu kiko vizuri. Na hapa je, kwenye chama chenu hicho. Ndio. Mnawezaje kujigawa kwenye kazi? Mfano sababu mkisha kuwa chama ni kundi moja hivi. Ndio. Mnawezaje kujigawa kwenye kazi zenu? Mfano tu mimi na kichumba kimoja. Ndio. Mnajigawaje au mkishafanya hiyo hela mnaiweka kwenye akaunti ya kikundi au inakaaje? Hapo kwa swala la kujigawa, labda nikuulize na mimi kwamba kwa swala kwenye majukumu au kwa swala la kifedha kujigawa, yani swala la kifedha na pia kikazi, labda inatakiwa mfanye wote, mtaenda wangapi au atakayepokea tu kazi ataifanya mwenyewe? Ziko hivi, kwenye swala la kujigawa ni kwamba sisi tuna umoja, ambapo kwa mfano ikatokea kuna semina imetokea, maybe ni kampuni fulani, tutaitana, si ndio? Ikatokea mtu kapata kazi anahitaji mafundi 4 5, mtu ataingia kwenye group, jamani, nahitaji mafundi wangapi? 5, naomba niende nao labda Mwanza au Tabora au wapi, si ndio? Swala la fedha ni swala ambalo liko kitaasisi. Kwa hiyo swala la fedha kama tungekuwa tumempata katibu, japo naelewa tungempata katibu, mweka hazina, mwenyekiti ndiye angeweza kulizungumzia kwa upana wake. Ndio. Na umesema mko wengi, lakini mko wengi kweli. Na kati yenu pale labda kuna baadhi wana bima au ndo wote bado hamna bima? Bima tuliwahi kukutana na kiongozi nguri wa serikali, alituahidi kitu kimoja kwamba kadri tunavyoweza kuonesha umoja hivi, swala la bima liko kwenye mchakato. Lakini katokea mwenzetu kapata changamoto, kafiwa na mzazi, kapata labda ulemavu wa kudumu, kuna namna tunamuunga mkono sana. Nimependa. Kiukweli nimependa. Ndio. Nimependa. Na tunaweza kuwapata vipi labda uongozi wenu? Ndio. Au ofisi zenu ziko wapi? Ofisi zetu ipo Swaso. Hapa Dodoma ni Swaso. Ofisi yetu iko Swaso. Ofisi ni moja. Ofisi ni moja ambayo inatukutanisha kwa kutaka ku register, kuna gharama za mwanakikundi na anajisajili vipi, kuna uongozi ataupata. Yaani kuna taratibu zitafuatwa pale kwa ajili ya kujisajili. Bwana, nimependa. Mmoja wa mafundi bwana, Jamarauta tutawatafuta viongozi. Asante sana. Tutazungumza nao vizuri. Ndio. Pia nashukuru bwana kwa muda wako. Nashukuru sana. Shukrani lako. Bwana, endelea kufuatilia Mafundi TV. Mimi ni ripota wako Eagle Star Paul.